Mjadala wa pili ambao ningependa tuzungumzie ni kuhusu ripoti ya huyu jamaa ambaye aliua wafanyikazi wa kasino fulani hapa maeneo ya Eastleigh, bwana Ghost Mulee, yes, kwa sababu ya kupoteza shilingi 30,000 kwa gambling. Na ndio maana ningependa tuzungumzie mambo ya gambling na betting, kwa sababu kuna mtindo mpya ambaye imechipuka hapa nchini Kenya, mambo ya betting na gambling. Na gambling na betting haina tofauti kubwa, kwa sababu yote ni mambo ya bahati nasibu. Pata potea. Ni pata potea. Ukigamble, gambling ni kama mambo wanatumia kile unaita kwa kimombo probability ya kitu fulani kufanyika hivi, alafu ikiwa ulikuwa umeweka labda ifanyike vile, basi unapata pesa fulani. Alafu betting nao ni prediction. Una predict ya matokeo, itakuwa hivi ama itakuwa hivi, unapata pesa ikiwa umepata itakuwa vile, ama unapoteza ikiwa itakuwa vile. Kwa hivyo ni mambo ya pata potea, bahati nasibu, gambling na betting. Kwa hivyo ningependa kupata maoni ya wanajambo. Je, ukianza kuangazia tukio kama hizi, huenda ikawa labda Ghost Mulee, je, wafikiri kwamba labda unahofia kwamba hii mambo ya betting na gambling vile imeshika kasi hapa nchini Kenya, huenda ikaleta shida hapo baadaye hapa nchini Kenya? Kwa sababu tayari tunapata ripoti kwamba kule mashinani hata vijana wameacha kufanya kazi. Wanasema ati I work as a betting officer. Yani yeye kazi yake ni kubet kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yes. Bora amepata 500, anatumia. Bora amepata 1,000, akikosa pia analala. Akishindwa, akipoteza pesa nyingi, anaenda nauza kitu, tena narudi na bet tena na mambo kama hayo. Do you think hii kitu italeta shida hapa nchini, bwana Mulee? Gidi, betting si kazi. Betting ukiangalia ni kama sport, ni kama vile unavyokwenda kutazama kabumbu. Unashabikia timu yako, kwa mfano wewe ni mfuasi wa timu fulani. Sasa raha yake na machungu yake ni kwamba unaekeza pesa, timu yake ikiwa umesema labda itashinda, ikishinda unapata faida fulani. Ikishindwa umepoteza. Kwa hivyo ni kitu ni hiari, hakuna mtu anakuforce kubet. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimekuwa kwa tangu jadi. Lakini kwa sasa nafikiri wengi wameichukulia ni kama dhana, ni kama wameanza kusubstitute hata kazi zao. In fact, kujuzi nilikuwa nasikia kuna chama fulani cha kina mama, sasa siku hizi kazi yao ni kubet. Oh my God. Ile pesa ya chama. Wanapata pesa ya chama wanaenda kubet. Yes, wanasema mmoja wao wanafanya betting. Kule kwetu mkoa Magharibi. Kuna bwana alibeti kwa sababu ya mke wake, akasema kwamba iwapo kwamba nitashindwa basi achukuliwe kwangu mtu. Na tunavyoomba hivi bwana Gidi, lile ambalo alikuwa akibetia alishindwa, na sasa hivi bwana yule ni kapera tunavyoongea. Kwa hivyo yani bibi yake alichukuliwa. Alibeti mke wake bwana. Nora kutoka Embale. Gidi, nyinyi mmekaa hapo, acha niwape story. Mimi niko underground na mfanyi biashara kidogo kidogo. Hebu niambie what is going on. Niko na watu wawili rafiki zangu vizuri tena wanasikiza radio. Mmoja wa M-Pesa, mmoja wa duka. M-Pesa alichukua pesa zote. Float yake yote akabet. Alibet float yake yote? Yote Gidi. How much? Gidi, hata nikikwambia utashangaa. 180. 180,000? Yes. Kwa laini tofauti. Gidi, zilizama zote. Oh my God. Na zimeenda, na alipiga nduru saa 6 vile aliletewa message. Wanaleta saa 6 hiyo message. Usiku. Usiku, yes. Aliletewa message, huwa analeta saa 6 messages kama umewin. Ama umekulwa. Haya, saa 6 message zake zikaingia. Ndio nilisikia tu nimekwisha. Amefunga pesa. Yes. 180,000. Yes, wapili Gidi. Juzi tu. Mwanaume smart sana, tunaenda na business hii jua kali. Tunaenda kuchukua maziwa. Sasa kwenda huko akasema mimi leo sichukue maziwa. Akamwambia kwa nini? Leo ni betting. Nakumbuka ilikuwa game ya Arsenal sijui na Liverpool, kitu kama hiyo. Aliweka pesa yake yote, akahesabu 15,000. Akaeka. Gidi jua kuchukua maziwa. Akasema kesho mimi nitabeba kanda mzima ya maziwa. Gidi, wacheni kucheza, ni kitu ya kuhuzunisha. Tuambia kesho Nora nini? Nabeba kanda mzima ya maziwa. Tukamwambia kwa nini? Nibebe na karatasi iko kwa mkono. Gidi, saa 6 usiku
Nilimtumia message nikamwambia najua umepata. Hakunijibu. Kumbe message yuko kuingia. Already ile message ya kukuliwa iliingia kama yangu haijaingia. Sasa aka switch off simu. Gidi duka yake imefungwa. Rent yote hajalipa. Oh my God. Hizi vitu ziko tunaona na macho na zinakuacha kurisk life yako. Hiyo ni kurisk maisha yako. Hii kitu ujue kama unajua uko na roho ya kucheza Gidi. Kubali unajua unaweza poteza, lakini wacha kuweka roho yote ukiseme kesho nitakuwa na gari. Gidi ni ngumu. Nitaenda na izame kabisa utalia. Okay. Na juzi kuna jamaa moja alikuwa ananiuliza, hebu niambie tajiri moja duniani ambaye anajulikana kwa sababu alipata pesa zake kutokana na betting. Niambie, tunajua matajiri kama huyu jamaa wa Microsoft anaitwa nani? Bill Gates. Yes. Tunajua yeye alianza kufanya nini? Kutengeneza software. Yes. Tunajua tajiri kama Zuckerberg. Yes. Ambaye ndio mwenye Facebook. Yes. Hebu nitajie tajiri moja ambaye anajulikana duniani kwamba kazi yake ilikuwa ni betting. Yaani yeye amekuwa tajiri kwa sababu ya betting. Amna. Ni uchungu sana. Ni uchungu Gidi. Na mimi nafikiri kwamba tunafaa kuwa na elimu kwa taifa kuhusiana na mambo ya betting na madhara yake. Unasikia duka ya M-Pesa imefungwa. Bwana we. Duka ya maziwa imefungwa kwa sababu ya betting. Ni kweli. Wauaji wengine wameuana hapa Isili. Ameua watu 3 wameuawa kwa sababu ya betting. Ameuza pikipiki zake za kupata mapato. No, inatisha sana Gidi. Na ni lazima mtu ajiadhari kwa sababu kuna wengine pia wameshinda. Nakumbuka kuna kijana juzi kwa kinyozi wangu nikiwa pale alipoa school fees ya kulipa karo ya university. Yeye akaenda kabetio 15,000. Ikaenda yote. Akashinda 1.4. Oh, akashinda 1.4. Yes. Unaona huyu ako na bahati. Ako na bahati sana. In fact hajarudi shule. Nasikia alifungua biashara.